Watanzania wenzangu, nadhani kila mmoja anamfahamu Bwana Hamisi Kigwangalla na mapuuza yake kabla ya tarehe 29 yalipofanyika mauaji ya ndugu zetu kikatili yaliyotekelezwa na Watanzania walioamua kutoa roho za Watanzania wenzao. Sasa kabla ya tarehe ile ya kifo cha ndugu zetu, kuna mambo tulikuwa tukiongea sana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, na kuna moja nimewahi kuongea kwenye moja ya live nilikuwa nikiendesha mwenyewe. Nikasema kwamba jeshi la kondoo, ni maneno ambayo nilinukuu kwa watu wenye hekima wa zamani. Jeshi la kondoo linaloongozwa na simba linaweza kuja kuwa na nguvu kuliko jeshi la simba linaloongoza kondoo. Baada ya kuongea maneno haya na mengine mengi ambayo yalikuwa yakiongelewa na wapigania haki mbalimbali, Bwana Hamisi Kigwangalla aliandika waraka wenye mapuuza na dharau za maneno ya vijana, waraka mrefu sana, akiamini watu hawawezi, haitatokea, Watanzania ni waoga na wajinga. Akadhihaki kadri alivyoweza, lakini mwisho wa siku ilitokea. Watu wakajaribu, na kiuhalisia hakuna aliyeshindwa. Kwa sababu gani nasema hakuna aliyeshindwa tarehe 29? Hata waliokufa walikufa wakiwa na ushindi mkubwa, kwa sababu leo hii kuna watu hawana amani licha ya kumiliki mabilioni ya pesa, ulinzi mwingi, mishahara ya damu mingi, lakini hawana amani. Sasa kuna ushauri mdogo nataka kuutoa kwa vyama vya siasa, lakini kifo cha mzee wetu, muasisi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, kimetambulisha mengi sana pale msibani. Tumewaona wenye akili timamu wakiongea na waliojari wa elimu wakanyimwa akili jinsi walivyoongea, lakini yote hii imeonesha jinsi gani watu walivyoamua kuvua utu wao mbele ya hadhira kubwa kwenye msiba ule. Aibu ni kweli zipo na mmeziona, akina Zitto Zuberi Kabwe na wanafiki wengine wengi mliokuwepo pale. Kuna vijana wadogo wa Chadema ambao wameongea maneno yenye hekima kuliko ya hao wenye vyeo vikubwa na wenye ulinzi wanaojiita mawaziri siku hiyo. Sasa nataka kusema nini hapa? Mapuuza yameendelea kama ya Hamisi Kigwangalla, lakini ushujaa umeendelea kuonekana wa maneno mbele ya macho ya watesi wa vijana wa Tanzania, na yanaendelea kutokea. Kuna moja ya live ambayo nimepita kuisikiliza, nimegundua hasira na mipango mikubwa ambayo huwa inapuuzwa, lakini mwisho wa siku inatokea. Sasa leo kuna wanasiasa wamesimama kwenye msiba wa Mzee Mtei, wameongea mengi. Kuna wengine wametaka kuutumia msiba kama namna pekee ya kujitoa kwenye kundi la wanafiki na wauaji ili kujisafisha na kurudisha heshima walioipoteza kipindi Mzee Mtei akiwa hai. Midomoni tumefurahi kusikia hicho mlichokiongea, lakini dhamira ya kweli tuliokuwepo nayo bado ni nyingine. Mlikuwa na nafasi serikali ya kujikosha, walau kwa ombi lile la Tundu Lissu la kuja kumzika yule mzee, hata kama ni chini ya ulinzi. Mngemleta hata akiwa chini ya ulinzi, yeye kama mwenyekiti wa Chadema kufika pale msibani. Lakini mmeendelea kuonesha ukatili wa kuendelea kumfungia ndani Tundu Lissu, lakini mnataka kujikosha kuwa nyinyi ni watu wema kwa kutoa ahadi za barabara ambazo hamkuzitimiza kwa kuikumbuka heshima ya mzee yule akiwa kwenye jeneza. Ni uenda wazimu usio kuwepo. Sasa iko hatari sana kwenye hili taifa, zaidi ya uoga na ujinga wa Mtanzania mnaouamini ninyi. Kama mliweza kwenda kwenye msiba wa adui yenu kwa kuamini ni mwanasiasa mwenzenu, maana kwa upande wenu ninyi ni adui, lakini kwa upande wa Watanzania wapigania haki, achana na hawa wa vyama vingine vya siasa, wapigania haki hapa nazungumzia Chadema tu, kwa sababu watu wengine ni malaya wanaonunulika tu. Mtu atasema naongea matusi, lakini malaya Nyerere aliitafsiri vizuri sana huko. Sasa mimi ninachotaka kusema kwa upande wa serikali, ushauri wangu, angalieni kile mnachokikosea ambacho alikiongea Humphrey Polepole, tusiyejua aliko mpaka sasa, yupo hai au mmeshamchinja kwa sababu mna pepo la damu.
alikuwa na mapenzi mema na huyo mnayemuita rais wenu, na alimshauri mengi nchi isifike hapa ilipofika. Hali ya polisi na usalama wenu nyie mnaijua kwamba sio nzuri na mmekuwa na hofu. Lakini viongozi wa serikali, kiburi chenu na matamshi yenu ya ovyo yanayoendelea. Mmeuona umoja wa Tanzania kwenye msiba wa Mzee Mtei. Sasa pointi yangu kubwa hapa ya kuzungumza, tuliamini kwamba mkenge wa mzungu tutauingia kwenye mambo haya mawili. Moja, wafia dini, huko mmeshindwa serikali na mlitamani huko. Lakini serikali yenyewe ni mambo mawili, wafia dini na serikali yenyewe. Kwa upande wa wafia dini, huko Mungu amejalia akili za Watanzania zimeweza kupaepuka kuingia mkenge wa wazungu kupitia dini, lakini mkenge wa mzungu tumeuingia kupitia serikali yenyewe. Leo mnahanyahanya kuwaomba msamaha na vitu kama hivyo, lakini mkenge wao umeshauingia. Leo wakitaka kuwaomba chochote ili wawasafishe huko kwenye mataifa ya nje, mtakataa? Mtakubali kutoa chochote hata kama itagharimu ardhi itakayosababisha uhai wa Watanzania wengine? Mtatoa ili nyie mjikoshe huko nje ya nchi na muweze kupata mikopo. Sasa serikali hapo mmeuingia mkenge wa mzungu bila sababu yoyote ile ya maana, kwa sababu za kijinga tu mmeuingia. Nirudi kwa wanasiasa wa hivi vyama malaya vinavyonunulika. Mmemwona bwana Mbowe ametengeneza mazingira ya kuonesha yuko upande wa Chadema na ana hisia za maumivu ya Chadema. Lakini kulikuwa kuna watu kama akina Yeriko walikuwa wanaponda sana kwa kujiona yule mzee bado wako naye. Lakini yule mzee kaamua kuutumia msiba wa Mzee Mtei kurudisha heshima ambayo alikuwa ameipoteza wakati Mzee Mtei akiwa hai. Nyie mko wapi? Ukimwangalia bwana Mwalimu amesimama pale kuongea, anaonesha tu kuongea, kutaka kujibu maneno aliyohisi alikuwa anachambwa, naye kajifanya ni mkono wa kushoto, anataka kuchamba tena pale kwa kuzungumzia Uswahili pasi na kuwa na pointi za msingi. Lakini watu kama akina Heche umeona wakisimama, maneno wanaozungumza ni maneno mafupi machache, lakini yenye kugusa mioyo ya wote wenye akili timamu na wale wanaojifyatua akili, ili hali wapo kwenye mavazi ya heshima, suti nyeusi. Sasa ninyi watu wa vyama vya upinzani, achana na chama kikuu Afrika ambacho ni Chadema. Ninyi vyama vya upinzani mnatakiwa muungane na kuunga mkono nguvu na juhudi za Chadema kama kweli mnaihitaji heshima yenu na mnajiita mna uzalendo ndani yenu, kwa sababu maana ya uzalendo ni kurifia taifa lako hata kama ni kwa kugharimu uhai wako. Sasa ninyi kama hamtaki kuumia kwa ajili ya taifa lenu, mlisajili hivyo vyama vyenu vya siasa vya nini? Si bora mngekaa CCM mkala na kunywa? Kama mmeamua kujiita wapinzani, maana yake hamkubaliani na matendo maovu yanayofanywa na chama tawala. Lakini huku tukifika kwenye uchaguzi tunaona mnakubaliana. Sasa ushauri wangu kwenu na kutaka kurudisha heshima zenu, mna nafasi moja tu ya kurudisha heshima zenu. Nyie akina Zito na watu wengine wenye tabia kama hizo Nyerere alizozitambulisha kwa jina la malaya. Acheni kuandamana na majitu. Biblia inasema usikae barazani mwa watu wenye mizaha. Unganeni na watu ambao wanapigania haki ya kweli. Mmemwona mwenzenu Mbowe kajikosha, yani kachomoka kule kama sio yeye, kwa mujibu wa kauli zake. Hata kama bado anacheka na waovu, anafanya hivi, lakini amejionesha mwenyewe kwamba kupitia msiba ule anajirudisha vipi kwa Watanzania. Zito umekaa pale ni aibu tu, yani mimacho yanakutoka, we mwenyewe unajihukumu moyoni. Namsemea Zito sana kwa sababu chama chake kidogo kilikuwa kwenye nafasi ya kupata heshima. Rudeni, unganeni nguvu moja kama Watanzania walivyoamua kuungana kupinga udini na takataka nyingine kama hizo. Mtengeneze nguvu moja ya kumweka rais mmoja kutoka Chadema. Huko kwenye majimbo gawaneni, tafuteni hekima ya kugawana, lakini mjue chama chenu kikuu mtakachokipigia chapuo ni Chadema. Na Watanzania huku wanaungana kupigana kwa haki zao nyingine, hapo ndio tutashinda. Acheni unafiki, tuipiganie Tanzania. Mungu ibariki Tanzania, Mungu mbariki Tundu Lissu na wengine wote waliotekwa na kuumizwa kwa ajili ya kulipambania taifa letu. Amen.